Yes, Mwalimu Nyerere baba wa taifa wakati fulani aliwahi kusema kupanga ni kuchagua. Kupanga ni kuchagua, na hii imekuwa ni definition ambayo ni official kabisa inatumika miongoni mwa definition au maana ya planning. Pia ipo hii ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo yeye alitafsiri kupanga ni kuchagua, short like that, na inatumiwa kabisa, ni rasmi definition. Kwa nini kupanga ni kuchagua? Kupanga ni kuchagua kwa sababu kuna mambo mengi ambayo unatakiwa uyafanye, au kuna unakuwa na mahitaji mengi au uhitaji wa mambo mengi, lakini wakati huo rasilimali yako kwa ajili ya kukamilisha yale mahitaji inakuwa ni ndogo. Yani mambo ni mengi lakini resources ziko scarce of resource, lakini kuna mahitaji mengi yanatakiwa yafanyike. Kwa inatakiwa uchague kipi ukifanya, kwa sababu huwezi kuyafanya mambo yote kwa wakati mmoja, kwa sababu uwezo wa kuyafanya kwa wakati mmoja unakuwa huna. Kwa unatakiwa kuchagua ufanye lipi. Ndo hiyo kupanga ni kuchagua. Na ili uchague, maana yake inatakiwa utoe vipaumbele au kuprioritize. Ili uweze kuchagua, maana yake utoe vipaumbele katika kutoa umuhimu wa lipi lianze, lipi lifuate. Kuna mambo mengi huwezi kuyafanya kwa pamoja, inatakiwa ufanye jambo moja, mengine yatafuata. Na unafanyaje jambo moja? Sasa lazima uingie kwenye kitu kinaitwa kuprioritize au kuchagua. Nianze na jambo hili, then itafuata jambo lingine. Kwa hiyo unayapanga kwa umuhimu, na mambo 10 unapanga kwa umuhimu kuanzia namba 1 mpaka 10. Lipi ni la muhimu zaidi na lipi litafuatia kwa umuhimu, na lingine mpaka yale ulionayo. Ukishapata hivyo, basi unachagua kwa lile ambalo limekuwa na asilimia kubwa za umuhimu, ndio unaanza nalo kulifanya. Kwa hiyo unaliingiza kwenye mpango wako sasa, kwa sababu umeshachagua katika mengi ulionayo ambao huwezi kuyafanya kwa wakati mmoja. Kwa kupanga ni kuchagua. Na unachagueje? Unachagua kwa kuprioritize au kutoa vipaumbele, kipi kianze zeni kipi kifuate. Naam, na ndivyo maisha yalivyo. Yani kwenye nyumba au ngazi ya familia unakuwa na mahitaji mengi. Unahitaji kuwa na nyumba, unahitaji kula, kulisha familia, unahitaji kuwa na usafiri, unahitaji kuvaa vizuri. Sasa haya mambo yote ni mahitaji yako, lakini uwezo ulionao au kipato chako hakikizi hayo mahitaji yote ulionayo. Kwa hiyo inabidi utoe kipaumbele, jambo gani ni la muhimu katika hayo niliyoyataja hapa. Kwa lazima uchague lipi ambalo kwa sasa unaliweza na ndilo ulifanye. Kwa utaangalia wewe kununua gari na kujenga nyumba, weka kipaumbele pale, kipi ni cha muhimu. Maana unatoa kipaumbele kwa kuangalia umuhimu. Utagundua umuhimu ni mahali pa kulala mfano. Kwa utazingatia kwanza ujenge nyumba, kwa utaweka mipango yako katika ujenzi wa nyumba, ukasimamisha ununuzi wa gari. Au ukaona kipaumbele ni gari, utafanya kwenye ununuzi wa gari, ukasimamisha ujenzi wa nyumba. Kwa ndo maana halisi ya kupanga ni kuchagua. Kwa unachagua kipi kianze kwa umuhimu wake. Mambo ni mengi, unakuta uwezo wako labda hata kujenga nyumba huwezi, kununua gari huwezi, lakini unaweza kupanga chumba ukaishi kwa kodi ya shilingi 20,000 au 15,000, at the same time ukalisha familia yako na mkeo mkala. Basi unachagua kupanga na uwezo wa kuafford kula. Hicho ndio kinakuwa kipaumbele chako, kwa sababu ndicho unachokiweza. Kwa unaweka mikakati yako na strategies zako, uwe na uhakikisha unaweza kupata ile kodi na kuweza kula. Unaweka mpango wako hapo. Kwa hiyo unakuwa umechagua hilo. Usifanye mambo mengi kwa wakati mmoja, yatakulemea. Na usiwe na tamaa katika maisha. Rizika na kile ambacho unaweza kukifanya kwa wakati huo, ukaamua kukifanya, basi ndivyo ambavyo utakuja kukifanya na kile kingine ambacho ulishindwa sasa, kwa sababu wakati wake utafika ambao utakuwa na uwezo wa kukifanya hicho kingine.
Kwa nini tunapanga au kwa nini kuna mpango katika maisha? Kwa sababu lengo ni unapanga kwa ajili ya maendeleo, planning for development, na maendeleo ni process au ni mchakato. Kwa ule mchakato ndo kunakuwa na mpango unaofanyika, yani mpango ndo ule mchakato sasa, ili uweze kupata kitu unachokitaka kwa wakati huo, kwa kuweka kipaumbele, kipi kianze na kipi kifuate, lakini kipi unakiweza sasa kukifanya ndo ukifanye sasa, alafu hicho kingine utakifanya pale ambapo resources zako zitakuwa zimeongezeka, lakini tayari ulishafanya hiki kingine, kwa una resources sasa ya kufanya jambo lingine kwa vile ulivyoweka vipaumbele vyako au ulivyo prioritize. Leo kijiwe cha Baba Aviga kipo namna hiyo, kinakuletea nongwa ya namna hiyo, kwamba kwenye maisha siku zote usitamani kufanya mambo kwa ujumla kwa wakati mmoja. Jua uwezo wako na nafasi yako kwa wakati huo inakuruhusu kufanya nini, ukafanya hicho, utafanikiwa. Kwa Mr. Driver, apart from driving, nje na kuendesha, kuna maisha tunafanya. Kwa leo sijaja sana drivers, kimasomo ya kidereva, nimekuja kukupa mpango wa kimaisha kwamba punguza tamaa, rizika na kipato chako, weka mpango kwenye kipato ulicho nacho, na kupanga ni kuchagua. Kwa chagua lipi utalifanya sasa na mengine yatafuata, lakini unachagua kwa kuweka vipaumbele. Na unawekeje vipaumbele? Unaangalia umuhimu wa kipi kianze na kipi kitafuata. Unatamani kuwa na gari, unatamani kujenga, unatamani kuishi maisha mazuri, lakini hutayapata kwa wakati mmoja. Uweka vipaumbele ya kipi natakiwa uanze nacho, na rizika na kipato chako kwa kazi hiyo hiyo unaoifanya ambayo inaonekana ni duni. Unaweza ukatoboa na ukafanikiwa, kwa sababu kupanga ni kuchagua na maendeleo ni mchakato. Kwa maendeleo ni process ambayo inaendelea maadamu upo hai. Amini kuna siku moja utafika pale unapotaka kufika, lakini kwa kujiwekea malengo na mchakato ambao utakuwa ni process ya day after day. Asante, na hiki ni kijiwe cha Baba Aviga. Mpaka wakati mwingine, asante kwa kunisikiliza.